leo katika lile anga zima la kimichezo ni kuhusiana na usajili wa wachezaji kwa ajili ya ligi kuu NBC Premier League, kombe la shirikisho barani Afrika kwa hapa Tanzania, ambapo kuna timu mbili ndizo ambazo zinatuwakilisha kwenye michuano mikubwa kombe la klabu bingwa Afrika. Hapa ninazungumzia Dar es Salaam Young Africans ambao wao wanasimama kwenye lile kombe la klabu bingwa barani Afrika wakiwa tayari wamekwisha kucheza michezo kadhaa. Mchezo wa kwanza dhidi ya Al Hilal wakicheza katika dimba Benjamin Mkapa wakikubali kipigo. Mchezo wa pili dhidi ya Waarabu kule Algeria na hapa kukubali kipigo. Mchezo mwingine dhidi ya TP Mazembe ambapo pia walikubali kuweza kupokea kipigo. Sasa kufuatia Dar es Salaam Young Africans kuwa na uhakika kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano mikubwa barani Afrika, wamepanga kuweza kusajili nyota kadha wa kadha na tayari wamekwisha kumshusha nyota Jonathan. Lakini kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sport Club ya jijini Dar es Salaam mitaa ya Kariakoo, na wao wana mpango kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano ambayo wapo kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo tayari wapo katika nafasi nzuri na leo wakicheza mchezo wao wa kombe la shirikisho barani Afrika ili kusaka tiketi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sport Club ambao wanakabiliwa na mashindano kadha wa kadha, wamehakikisha wanaendelea kusajili nyota baadhi kwa ajili ya kuimarisha kikosi chao cha Simba kwa ajili ya kuendelea kufanya vizuri. Sasa tunarudi kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans ambao leo ndio tunaenda kuangazia sana kuhusiana na usajili ambao wameanza kufanya ndani ya kikosi chao hicho cha wananchi. Kwa upande wa usajili, Dar es Salaam Young Africans wamepanga kushusha baadhi ya nyota ili kuweza kujihakikishia nafasi nzuri ya kuzidi kusonga mbele katika hatua zao. Tayari Dar Young Africans wana mipango ya kuachana na Clatous Chota Chama Triple C mwamba wa Lusaka ambaye amesajiliwa kutoka katika klabu ya soka ya Simba Sport Club ambapo mkataba wake ulikuwa ukingoni. Kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sport Club, na wao wamepanga kuweza kujibu mapigo kwa kuweza kumsajili Pacome ambaye kwa sasa anazidi kushika kasi mara baada ya Mohamed Mo Dewji, rais wa heshima ya klabu ya soka ya Simba Sport Club na mfadhili wa klabu hiyo, amepanga mpango wa kuweza kumsajili nyota huyo kwa ajili ya kuendelea kuongeza nguvu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kwa upande wa GSM na Engineer Hersi Said kwa pamoja wamepanga kuweza kumshusha nyota Jonathan anayetokea katika klabu ya AC Vita kwa ajili ya kuweza kuifanya Dar es Salaam Young Africans kuzidi kuwa bora na ya kutisha barani Afrika na kwenye ligi kuu NBC Premier League ambapo wanashika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi Tanzania bara. Kwa upande mwingine, klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans wameendelea kuzidi kujiweka katika nafasi nzuri mara baada ya kuweza kushinda mchezo wake wa jana wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Mara baada ya Dar es Salaam Young Africans kuweza kuhusisha baadhi ya nyota wao kuweza kuachana nao, akiwemo Jonas Mkude pamoja na Boka ambaye amekuwa majeruhi ambapo hawajui hatima yake, pia wanaweza akamtoa kwa mkopo. Hivyo Yanga wana haja kuendelea kufanya usajili katika dirisha hili dogo la usajili ili kuweza kupata wachezaji ambao watamudu kucheza na kina Mzize ili Dar es Salaam Young Africans izidi kuwa nzuri, ambapo hapo awali Dar es Salaam Young Africans walikuwa na mpango kuachana Stephanie Aziz Ki, lakini kutokana na performance yake ya jana sidhani kama wananchi hao kupitia Engineer Hersi Said wataweza kuachana naye. Kuna mengi ambayo yanaendelea kimichezo kuhusiana na hili sakata zima la usajili wa dirisha dogo la usajili 2024 kuelekea 2025 ambapo kila mtu anahitaji kufanya vizuri katika michuano yake. Hii ni Stall Kitaa nami niko nikidunda nikitokea hapa visiwani Zanzibar. Don't forget subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali za kimichezo. Kama nilivyokujuza, pia unaweza kunifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii huko Instagram, Facebook, TikTok, kote huko andika Uncle 5 ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali. Bye tena.